ukipata hedhi kama wanawake tunavyojua, unatakanga ikue kitu ambayo ni siri, lakini kwangu si siri tena, kwa sababu naweza vaa pad kama kawaida na itoke ipite pad. So mpaka wakati nilipopata usaidizi, kwa wakati huo hata pesa ya pads ilikuwa changamoto, so unaivaa tu ikizidi pads, inaenda kwa nguo, unakosa kwenda darasani, na wakati mwingine ilikuwa inapita wiki. So kwa wakati huo nilikuwa na enda Kenyatta na patiwa kitu inaitwa fresh frozen plasma. Ningependa uelezee mtazamaji wetu ndio aweze kuelewa. Unajua akisikia hedhi anafikiria ni ile tu periods ya kawaida. Utuelezee ilikuwa kiasi gani, namna gani. Umeniambia hapa haukuwa unatumia pads anymore. Ulikuwa unatumia umeziitaje? Pampers. Na tunajua pampers ni za wale watoto ambao wanakuwa mkonjo nini. Ningependa unielezee hiyo ni ilikuwa inatoka mawe mawe, ni maji maji kiasi gani? Na ilikuchukuliaje wewe kama msichana? Unajua kuna ile sasa usichana wako hutaki kujianika sana, uonekane ni kama wewe hauko msafi, vitu kama hizo, na tunajua vile African inachukua ni kama tabu. Lazima tujitokeze tuweze kupimwa ndio tujulikane hii hedhi inatoka nje, yani inakuwa nyingi kwa nini. Wakati mwingine unaamka asubuhi umevuja damu kutokea kwa mapua, ama wakati mwingine ni kuvuja damu kupitia hedhi. Na hii wakati ambapo nawaambia ilikuwa Februari, nikapata hedhi na ikazidi. Ilikuwa pale kazini nimekaa kwa kiti, tulikuwa tunaongea tu na mwenzangu, tukaona tu damu ikienda chini. Akaniuliza na nini, nikamwambia na kuanga na shida fulani ya kuvuja damu inaitwa von Willebrand's.